Wasala ni watazamaji wangu mahali popote mlipo, na wakaribisha tena sana siku ya leo, ambapo leo nimeamua niwapeleke moja moja katika swala nzima hili la Kiswahili. Na leo ningependa kuguzia aina za maneno. Aina za maneno ni kipindi ama ni mafunzo ambalo hufunzwa sana katika grade ya 4. Leo ningependa kuwapeleka tuangazie baadhi ya aina za maneno ambayo hufunzwa katika grade ya 4. Aina za maneno. Aina ya kwanza ya maneno ni nomino. Je, nomino ni nini? Nomino ni aina gani ya maneno? Nomino hutaja majina ya watu, vitu au mahali. Kwa mfano, baadhi ya nomino ni kama vile Mwangangi, Machakos, ukuta na kadhalika. Aina nyingine ya maneno ni vitenzi. Vitenzi hutaja kitendo anachofanya mtu au kiumbe. Kitenzi hutaja anachofanya binadamu au kiumbe. Kwa mfano, baadhi ya vitenzi ni pamoja na soma, imba, cheka, lia, lala na kadhalika. Aina nyingine ya maneno ni vivumishi. Vivumishi ni maneno ambayo huelezea sifa za mtu, kitu au mahali. Baadhi ya vivumishi ni pamoja na safi, hodari, eusi, heupe, baya, dogo, embamba, ofu na ema. Kwa mfano, unaweza sema darasa hili ni safi. Huyu ni mwalimu hodari na kadhalika. Aina nyingine ya maneno ni viwakilishi. Viwakilishi hutumika badala ya nomino. Na baadhi ya viwakilishi ni pamoja na mimi, sisi, wewe, nyinyi, yeye, wao. Hivyo tu ni mifano michache ya viwakilishi. Tukitoka hapo tunaenda aina nyingine ya maneno ambayo ni viunganishi. Viunganishi navyo hutumika katika kuleta pamoja maneno mawili au kuleta pamoja kuunganisha sentensi. Na baadhi ya viunganishi ni pamoja na ili, kwa sababu, ila, lakini, ilimuradi, maadamu, kwa sababu na kadhalika. Kwa mfano, unaweza tunga sentensi ukasema amekuja kwangu ili nimsaidie. Au unaweza sema mwanafunzi alichelewa kufika shuleni kwa sababu kulikuwa na mvua. Tukitoka hapo tunaenda aina nyingine ya maneno ambayo ni vielezi. Vielezi huelezea zaidi juu ya kitenzi. Na vielezi, kuna vielezi vya jinsi tatu. Kuna vielezi vya namna kitendo kimefanyika, au jinsi kitendo kimefanyika, au namna kitenzi kimefanyika. Na vile vile kuna vielezi vya wakati. Je, kitenzi kilifanyika wakati gani? Na kuna vielezi vya mahali. Je, hicho kitendo kilifanyika mahali wapi? Na baadhi ya vielezi ni pamoja na polepole, haraka, haste, chafu na kadhalika. Hivyo ni vielezi vya namna. Na vielezi vya mahali ni kama vile kanisani, msikitini, uwanjani, shuleni. Huko ni mahali. Na vielezi vya wakati ni kama asubuhi, mwakani, mwezi uliopita, mwaka ujao na kadhalika. Hivyo vyote ni vielezi. Usisahau kwamba vielezi vimegawanyika katika namna tatu. Vielezi vya namna au jinsi, na kuna vielezi vya mahali, na kuna vielezi vya wakati. Aina nyingine ya maneno ni vihusishi. Vihusishi ni maneno ambayo yanaonyesha uhusiano wa mtu na mahali alipo, ama ni maneno yanayohusisha mtu na mahali alipo. Mifano ya vihusishi ni pamoja na kando ya, mbele ya, nyuma ya, ubafuni mwa,
kileleni pa, mvunguni mwa, miongoni mwa. Kwa mfano katika sentensi unaweza sema viatu vyake viko mvunguni mwa kitanda. Bwana wa mbugu ameketi ubavuni mwangu. Bwana Sam amesimama mbele yangu. Hivyo tu ni baadhi ya vihusishi. Alafu aina nyingine ya maneno ni vihisishi. Vihisishi ni maneno ambayo huelezea sifa za mtu, na kuna hisia za aina mbalimbali. Kuna hisia za mshangao, huzuni, furaha na kadhalika, na pia mshtuko. Baadhi ya mifano ya vihisishi ni kama vile shabash, oye, shule yetu imefunga bao. Ala, lo, kumbe, ewa, haleluya, la haula la quwata, paka, ka, maskini, nyo. Kwa mfano unaweza sema katika sentensi, ewa, tumefunga bao. Ama unaweza sema ure, timu ya Hospital Hill imetinga bao la pili. Na kama unashtuka unaweza sema lo, kumbe alikuwa ni jizi. Kwa hivyo leo tu tumeangazia baadhi ya aina za maneno, na bila shaka nafikiri wale ambao katika kiwango hichi watanufaika zaidi na zaidi na zaidi. Wakati huo mwingine nitakuleteeni mengine tofauti na hayo, ili tuendelee kukikuza Kiswahili na Kiswahili kiendelee kupaa na kupaa juu angani. Asanteni.